na Orina. Vita vyetu sio vya kupigana na Muluya. Vita vyetu ni vya kupigana juu ya pepo. Wakuu wa anga, tunapigana na mapepo. Watu wa Mungu, vita vinaendelea, lakini swali nauliza, unapigana vita ukiwa pande gani? Watoto wetu katika mashule wanaendelea kuingizwa katika vita. Wanawekwa katika devil worship. Wanapewa ring, wanapewa hii nyororo ya shingo, wanapewa kakitu. Sasa mtoto anasumbua kumba alipewa kitu. Unapigana vita ukiwa pande gani? Wewe unapoenda interview. Unajua kuna watu wanaendanga interview. Hata mimi nilienda. Unapitia wapi ukienda interview? Ni wapi mama yako anakupeleka? Wamama ndio wanapenda kupeleka. Oh, kuna mtu hapa akikufanyia namna hivyo unaenda na kupita interview. Unapigana vita ukiwa pande gani? Wewe unayeenda kwa waganga, kwa wachawi, wasihiri, unapigana vita ukiwa pande gani? Oh, unajua mimi, wacha nikuambie tu ukweli, mimi sijatoka kanisa, mimi ni wa kanisa, mimi tu niko kanisani, ni vile tu. Wewe unapigana vita ukiwa pande gani? Kitabu cha Wafilipi, hapana, Timotheo wa kwanza 6:12. Timotheo wa kwanza 6:12. 12 nasema, ndio, piga vita vile vilivyo vizuri vya imani. Piga vita vile vilivyo vizuri vya imani. Shika uzima ule wa milele ulioitiwa. Shika uzima ule wa milele ulioitiwa. Ukaungama maungamo mazuri mbele ya mashahidi wengi. Amina. Biblia inasema hivi. Mnajua wimbo mwingine inaimbwa Paulo. Imbeni hiyo wimbo. Paulo na Sila waliomba. Paulo na Sila waliomba. Milango ya gereza ikafunguka. Milango ya gereza ikafunguka. Paulo wa leo wakiomba. Wamama wa leo wakiomba, milango ya gereza itafunguka. Milango ya gereza itafunguka. Amen. Hiyo wimbo inasema ya kwamba Paulo na Sila waliomba, milango ya gereza ikafanya nini? Na ni ukweli. Lakini kuna wakati Paulo na Sila, haswa Paulo, aliomba lakini milango haikufunguka. Na hakwenda kwa wachawi. Mnajua Paulo aliuawa, alikufa namna gani kweli? Paulo alichinjwa. Kuna wakati aliomba milango ikafunguka, akasema mimi ni wa Mungu, asante. Kuna wakati aliomba na milango haikufunguka, akachinjwa, akauawa. Wakati unaona anasema nimepiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda, hapo chini aya ya 8 inasema hivi, sasa mimi naenda kumiminwa. Alikuwa anaenda kuchinjwa. Wewe unaandikia ule jamaa ambaye amekuwa na vituko, amelinda imani, ametunza. Wewe vile unakaa kivyerevyere namna hivi, kivyerevyere, unataka uandikiwe hilo fungu.
Wewe uko tuna. Huko kwetu niliwaambia vitina inaitwaje? Zimbemba. Si mnakumbuka? Zimbemba. Wewe uko na zimbemba. Unang'ang'ana na zimbemba. Zimbemba. Na unataka waandike umepiga vita vilivyo vizuri. Unapigana vita ukiwa upande gani? Wewe mwenye unaonea watoto wa wenyewe vibaya. Mtoto wa wenyewe akinunua pikipiki moja, ya pili unasema hawa wameanza kuonekana wana mali. Pikipiki mbili. Yaani wewe uko namna gani? Unapigana vita ukiwa wapi? Ukiwa pande gani? Hiyo indamwamu yako. Indamwamu ndamwamu hiyo. Hiyo ndamwamu yako hiyo. Yaani unapigana ukiwa unajua huyu amekufa tu akiwa kanisani. Huyu amekufa, alikuwa tu huyu ni mama wa kanisa, mama ya kanisa. Ni wangapi amefukuza kanisani? Jiulize, wangapi umefukuza kanisani? Wewe umekaa kanisa ndio, lakini wangapi umefukuza kanisani? Ni wangapi umesengenya? Ni wangapi umeonea mbaya? Ni wangapi umeroga? Kuroga unajua ni kuroga, sijui hiyo inakaaje. Kuroga sijui ni macho. Unajua huko kwetu kuroga ni mtu anakuangalia hivi, sasa anakuroga. Sasa unaweza mtisha, wacha kuniangalia, na urogi inapotea. Kwetu unatisha tu. Anakuangalia, unaangalia. Wacha kuniangalia, na urogi anaishia. Unapigana vita ukiwa pande gani? Nataka nikuambie kuna pande mbili ambazo kila mmoja wetu wako pande moja ama ingine. Kuna pande ya shetani na pande ya Mungu. Hakuna kari. Mambo ya katikati hapa hakuna. Ujiulize hata katika nyumba yako, wakati unaongea na mzee wako, mwanaume wako, unapigana vita ukiwa pande gani? We mama. Unajua kuna wamama ambao ni wakutisha sana. Unamwambia nitakuchapa, anasema nichape. Anakusongea, nichape. Anafikiri utachapa. Wamama wa vituko sana. Nitakuchapa we, nichape. Alafu akiona umchape anasema nichape kama we ni mwanaume. Kwa sababu we ni mwanaume unalipua tu. Wananiua. Ulifikiri watafanya nini? Ukiambiwa na mwanaume nitakuchapa, we toka nje. Jua ya kwamba kimeumba. Bana nichape kama tutasikia tu wananiua. Na sisi tunajua ni ila alisema nichape inafanya kazi. Na kuna wanaume wanatembea soko. Wakifika sokoni wanafundishana ya kwamba wewe mwanamke anakukalia, alafu mwanaume anatoka soko anataka kuonyesha ya kwamba yeye akaliwi. Hiyo ni upumbavu. Yaani una akili. Una akili mpaka udanganywe. Na wengine hatuende ukue mwanaume nyumbani. Kwani unakuanga nani na una watoto? Uko na watoto 2 na bado wanasema uende kuwa mwanaume. Wachana na hiyo bwana. Wewe piga vita vizuri vya imani. Ukipigana vita vizuri vya imani, Paulo anasema fungu la 8. Hebu soma fungu la 8 hiyo, Timotheo wa 2:4 fungu la 8. Taji inangojea. Nasema nimevipiga vita vilivyo vizuri. Yes. Mwendo nimeumaliza. Imani nimeilinda. Ndio. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki. Ambayo Bwana
Mhukumu mwenye haki Yes. atanipa siku ile. Na nani mwingine atapewa? Wala si mimi tu, bali na wote pia waliopenda kufunuliwa kwa Kristo. Watu wa Mungu, tunapigana vita, lakini swali, unapigana vita ukiwa pande gani? Kitabu ni cha Ufunuo. Ufunuo 5 aya ya 5. Ufunuo 5 aya ya 5. Tusikie, kuna vita kati ya simba mbili. Kuna simba inayoguruma na kuna simba ingine. Soma hiyo fungu. Na mmoja wapo wa wale wazee akaniambia, usilie. Usilie. Tazama, simba aliye wa kabila ya Yuda. Simba aliye wa kabila la Yuda. Shina la Daudi. Shina la Daudi. Yeye ameshinda. Yeye amefanya nini? Amefanya nini? Ameshinda. Yeye amefanya nini? Ameshinda. Wanasema atashinda ama ameshinda? Ameshinda. Unajua watu wanangojea vita vipiganwe vishindwe. Lakini Biblia inasema ni nani ameshinda? Ni nani ameshinda? Simba aliye wa kabila ya Yuda. Simba wa kabila ya Yuda, yani Yesu Kristo. Yesu Kristo. Ukiwa pande ya Yesu Kristo, sio ya kwamba utashinda, lakini utakuwa umefanya nini? Umeshinda tayari. Umeshinda kwa sababu tayari Yesu amefanya nini? Simba wa Yuda. Tusikie simba mwingine kazi yake kama anashinda. Petro wa kwanza 5:8. Kuna simba mwingine hapa. Yeye kazi yake ni kuzurura akitafuta watu wawameze. Lakini ushindi ni wa simba gani? Wa Yuda. Hebu tusikie hiyo simba ingine. Muwe na kiasi na kukesha. Muwe na kiasi na kukesha. Kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi. Kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi. Kama simba ngurumaye. Kama nini? Yeye ni simba ama ni kama simba? Simba. Lakini ule mwingine ni? Lakini huyu mwingine ni? Simba wa kabila wa Yuda. Nauliza, shetani Ibilisi, yeye ni kama simba. Lakini huyu Yesu ni simba. Sasa kwa nini uende kwa mtu kama simba? Enda kwa mshindi Yesu Kristo. Ingia kwa Yesu Kristo upate ushindi. Pigana ukiwa pande ya Yesu Kristo. Wachana na vitina, wachana na chuki, wachana na pombe, wachana na sigara, wachana na usherati. Ingia kwa simba wa Yuda na utahesabiwa nani? Mshindi. Kitabu cha Warumi 8:37. Warumi 8:37. Lakini katika mambo hayo yote mambo ambayo yanaongelewa hapo ni mambo ambayo yako duniani, ambayo yanatuhusisha, ambayo ni vita juu yetu. Katika mambo hayo yote tumeshinda na zaidi ya kushinda. Hiyo maiki haijasoma vizuri. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda. Hiyo maiki ichunguzwe. Nani amechunguza? Lakini yes, lakini iko sawa? Yes. Lakini katika mambo hayo yote, tunashinda. Na zaidi ya kushinda. Yeye aliyetupenda. Na katika yeye aliyetupenda, yani Yesu Kristo. Katika mambo hayo yote. Oh mama, nasikia ni mgonjwa. Oh nasikia nini imefanyika. Oh nasikia
Katika mambo hayo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda, katika yeye aliyetupenda. Lakini huyu mwingine ambaye ni kama simba, kazi yake hajatupenda, kazi yake ni kututafuta, atutafune, atukule. Wewe utang'ang'ana na shetani mpaka lini? Kubali Yesu Kristo utangazwe kuwa mshindi. Wachana na vitu ambavyo vinakuweka pande ya ibilisi, pande ya shetani. Wewe crossover na uingie kwa Yesu Kristo, simba wa Yuda ambaye ameshinda vita. Ukikubali pande ya Yesu Kristo utakuwa mshindi. Utamenyana na yale mambo yanakutatiza na Yesu atakushindia. Utashika imani hadi mwisho, hata kama itakugharimu kifo. Kufa ukiwa pande ya Yesu Kristo kuliko kuishi ukiwa pande ya ibilisi. Piga vita vizuri vya imani. Nataka nione jioni ya leo wangapi pamoja nami wanasema sisi tunataka tupige vita tukiwa pande ya Yesu Kristo. Nione kwa mikono. Nione kwa mikono. Na nani? Rudisha chini. Nani anasema mimi nitaenda sehemu ya yule mwenye ako kama simba? Ule ako kama simba. Oh, hakuna. Nataka wote ambao wanataka kupigana wakiwa sehemu ya Yesu Kristo wasimame, wasimame. Wanaposimama, miongoni mwetu kuna wale wanataka kujitoa kwa njia ya pekee. Kwa njia ya pekee. Wamekuwa wakipigana vita wakiwa pande ile ingine. Wamepigana vita bila kujua upande mbaya, lakini wanataka kucross. Kucross leo. Unataka kucross uingie sehemu ya simba wa Yuda utangazwe kuwa mshindi. Unatatizwa na mambo ya pombe, umejaribu kuacha, imeshindikana. Leo ni wakati ujiunge na kundi la simba wa Yuda akupiganie, akupe ushindi. Kuna mambo ya vitina imekulemea, unataka uame, ujiunge na kundi la Yesu. Kuna mambo ambayo ya kututii wazazi imekulemea, unataka ujiunge na kundi la Yesu. Kuna mambo yamekulemea, unayajua. Tembea hapa mbele, tuombe pamoja. Mungu akupe nguvu uingie kundi la Yesu Kristo, kundi la simba wa Yuda. Kuna wengine ambao wangependa kati Crusade hii itaisha, waingie kabisa katika kundi la Mungu kwa njia ya ubatizo. Pia utatembea uje hapa mbele. Utatembea uje hapa mbele. Tembea uje hapa mbele, tusalimiane na kisha tuombe pamoja. Kuja tuombe pamoja. Wale ambao wanajitoa, wanasema nimesumbuliwa, kumbe nimekuwa nikipigana vita nikiwa pande yenye haistahili. Nataka kupigana nikiwa pande ya simba wa Yuda. Tembea uje